mtu ana jina, anaanza kujitaja, anataja Glory. Yaani watu wanaanzia hapo hapo kwenye tofauti. Yaani hapo hapo mnaweza kuona, naweza nikasema tuchangishe kundi mbili kwa ajili ya kesho tunywe chai. Nani atashika? Wataanza kuangalia mpe brother hapo. Yaani yeye hajiamini kushika hela, ila anataka mtu ashike. Bwana sisi Mungu alitengeneza sisi nini? Sasa kuna kitu kinaitwa timu. Timu hii inatoka nayo. Ni kwamba utakapokuja hapo umesajiliwa, umejisajili. Unasema kwamba utakuwa na watu ambao unawaleta ili wafanye kazi. Sawa? Wale watu wakifika hapa hawatakuwa watu wa kampuni, wataendelea kuwa watu wako. Unaelewana? Wataendelea kuwa watu wako. Sasa wewe inabidi uwalee wale watu wafanye kazi. Kazi yoyote utakayofanya kulipa meza, wewe utakushika kulipa. Hapo tunaelewana? Sasa hiyo kitu kinaitwa timu yako. Kwa mfano, kaka hapo unaanza na au Glory simama. Glory simama. Sasa Glory amekuja. Akamleta na mdada, akamleta na mkaka, akamleta na mdada na hawa. Alafu hawa nao wakaanza kuleta watu wote mkawa nyingi. Yaani mmoja anamleta huyu, mmoja anamleta huyu, mmoja anamleta huyu, anamleta huyu. Lakini nyinyi mkija kufanya kazi wote, pesa hizo atakuja kupata mgao Glory. Lakini si Glory tu, hata huyu ambaye aliletwa na Glory atapata kwenye mgao kwa wale watu ambao wamewaleta yeye. Na wewe, wale watu ambao wamewaleta wewe, utapata mgao wa kazi yao. Na huyu brother, wale watu ambao wamewaleta yeye, wakifanya kazi watapata mgao. Lakini mgao huo utaenda mpaka utafika kwa mtu wa mwisho ambaye ni nani? Glory. Unaelewana hapo? Sasa tunaenda kuangalia faida ya kuwa na watu. Faida ya nini? Faida ya kuleta watu. Tumesema kuna pointi ambazo watu wanatengeneza. Sasa faida ya hizo pointi za watu wako ni nini? Cha kwanza, sikiliza mimi. Glory italeta nani? Taja jina lolote. Zuhura. Mwingine? Adija. Adija. Mwingine taja Glory. Glory taja. Aya. Kuna kitu nataka ni Glory. Mwingine? Amina. Mwingine? Mwingine nani? Sara. Haya, tunarudi. Aliyemtaja Glory alikuwa nani? Aliyemtaja Glory. Nataka nikuambie hivi. Hata kama ukamshika mtu mkono, ukamleta huku na kuhakikishia kwenye mabadiliko yake ni yake tu, hayatakuhusu. Umeona? Hajakumbuka kabisa kumtaja mtu aliyemtaja yeye aliyekubadilika. Bravo, bravo. Akaja watu wake wengine wako nyumbani. Yaani mtu aliyemtaja pale kufanikiwa, yeye hata mkumbuki. Umeelewana? Sasa huyo mtu alipokuja hapa, tuseme mfano sasa. Tuchukulie mfano mwezi unaokuja. Ndio sasa hao watu wamekuja na Glory wameanza kazi. Sawa? Walipoanza kazi wamefanya kazi mpaka tarehe 19. Mpaka tarehe 19 Glory yeye alikuwa ametengeneza point zile 300. Sawa? Halafu huyu Zuhura ametengeneza 700. Huyu ametengeneza 650. Huyu ametengeneza 400. Huyu 500. Huyu 600. Lakini katikati leo yani mwisho wa mwezi na matokeo yao. Lakini tarehe 19 Zuhura alienda kwenye sherehe ya mdogo wake mkoani kwao, hajarudi mpaka mwisho wa mwezi. Yeye ametengeneza pointi kidogo tu, alafu akaondoka. Sawa? Akawaacha hawa watu wanaendelea kupambana. Wamepambana, wametengeneza hizi. Haya, kwa mjibu wa nilipojielekeza, huyu atakuwa daraja la ngapi? Daraja la ngapi? La 3. Huyu? Huyu? La ngapi wa huyu? La ngapi? La 5. La 3. Huyu? Huyu? La 3. Wote watakuwa la 3, watu wake wamepanda. Hata yeye atakuwa la 3, lakini yeye anakuwa kidogo, kumbuka aliondoka. Hapa ndio kuna maajabu ya kitabu. Ndio maana tunakua makini. Sasa
Glory alipoondoka, alifanya 350 labda. Alipoondoka akaenda, akabaki hizi. Mwisho wa mwezi wao watu watakusanya ripoti, alafu watalipwa kila mmoja hela yao kwa 22%. Sawa? Lakini sasa kumbuka, hao watu wao hawajapata watu wa kuwekea chini. Sawa? Wao wako wao kama wao. Sasa tunakuja kwa Glory. Unadhani Glory atakuwa ametengeneza pointi ngapi? Glory atakuwa ametengeneza pointi hizi jumlisha hizi, kwa sababu hizi pointi zote Mchina na hesabu hii, asingekuwa Glory hawa watu wasingekuja. Kwa hiyo hizi pointi zote zinahesabika kwamba ni za Glory, lakini zitabaki kwa hawa, ila jumla kuu itakuja huko. Hii jumlisha hii ngapi? Ipanga. Hii jumlisha hii 1,350. Moja ngapi? Jumlisha hii 2,550. Jumlisha hii 2,850. Maanake ni kwamba watu wa Glory wao wenyewe kipindi Glory hayupo wametengeneza pointi 2,850, lakini Glory alitengeneza 300. Hii jumlisha hii 350 inakuwa ngapi? 3,200. Jamani, Ipanga hamko. 3,000 ngapi? Kwa hiyo kumbe Glory ametengeneza pointi 3,200. Umeona pointi zinazotafuta kirahisi? Kazi yako ni hiyo. Sasa Glory atakuwa daraja la ngapi? Atakuwa daraja la ngapi? La 4. Atakuwa daraja la ngapi? La 4. Kwa hiyo Glory yeye kwenye kulipwa atalipwa kwa asilimia ngapi? Ngapi? 26. Wenzake walipwa kwa 20 ngapi? 22. Yeye analipwa kwa 26. Fikiria mtu ambaye alikuwa ameenda kufanya mambo yake huko nyumbani, lakini anakuja anajikuta amepanda daraja kwa sababu aliacha watu wanamsaidia kufanya kazi, lakini amepata na pointi nyingi zaidi. Sasa utachukua 26 mara hii pointi zake hizi mara 2,400 ile utapata jibu. Madam, Fana, saidia 2,350 mara 26% mara 2,400. Ngapi hiyo? 350 mara 26% mara 2,400. Laki 2,18,400. Sasa amepata analipwa kwa 26% kwa sababu yeye pointi zake zimefika daraja la 4. Sasa je, hizi pointi bado zina kazi kwake baada ya kurusha daraja? Baada ya kupandisha daraja zina kazi tena? Tunasema hivi, kazi yoyote ambayo watu wake wamefanya lazima Glory alipwe tena. Sio hivyo? Glory atalipwa na Mchina hizi kazi ambazo watu wake wameingiza hapa. Kwa hiyo kazi ambazo wamefanya ni 2,000 ngapi? 800. Glory analipwa 26%. Sawa? Hapo tunaelewa kweli? Tunaelewa? Glory analipwa 26%. Watu wake 22. Kuna tofauti 26 kwa 22 ngapi? Ngapi? 4. 24. 4 nini? 4%. Kwa hiyo kumbe Glory atapata 4% ya kila mtu ambaye amefanya kazi. Lazima. Sawa? Kwa hiyo mpango wangu chukua 2,850 mara 4% mara $2,400.